Karibu, leo nakupatia kisa kitamu. Tulia na tafakari mwenyewe. Kijiji cha Luhaga kilikuwa kimetulia kana kwamba hakuna hata siku moja kiliwahi kuumiza moyo wa mtu. Lakini nyuma ya tabasamu za watu kulikuwa na siri nzito, ukimya ulio taratibu. Asha alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa. Alipenda shule na aliota kuwa mwalimu wa kusaidia watoto wa kijijini kwao. Siku moja alipata tabu kubwa. Alifanyiwa ukatili na mtu aliyemwamini. Alilia kimoyomoyo, lakini alipofungua mdomo kuomba msaada, alizimwa kwa maneno, "Usituharibie heshima ya familia." Miezi ikapita. Asha akabadilika. Alifunga ndoto zake, akafunga pia tabasamu lake. Alipata mimba, akaacha shule, na kijiji kiliendelea kukaa kimya kana kwamba hakuna kilichotokea. Miaka miwili baadaye, mtoto mdogo jirani alipata mkasa kama ule ule. Ndipo ukweli ukapasua ukimya. Wazee wakalia, wanawake wakajilaumu, na wanaume wakatafakari. Walitambua kuwa ukimya wao ulikuwa mhalifu mkubwa kuliko mhusika mwenyewe. Asha alisimama mbele yao na kusema, machozi yakimtiririka, lakini sauti yake ilikuwa thabiti. "Nilivyosema mapema, mngenisikiliza na mkalisema, leo hii hata msingelia. Mnalia kinafiki tu." Tangu siku hiyo, kijiji cha Luhaga kiliweka wazi kwa sauti ya mhanga ni muhimu kuliko heshima ya uongo. Watoto wakalindwa, wahalifu wakafikishwa mbele ya sheria, na jamii ikajifunza kuwa ukimya dhidi ya uovu ni wa kuepuka. Najua umepata mambo kadhaa hapa. Jamii inayochagua kunyamaza mbele ya dhuluma hujenga kizazi cha maumivu. Ukweli hata ukiuma huokoa wengi. Langu jina naitwa MC Mwaka.